empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Baba,
ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Tata tata. Tata tata. Daddy daddy. Daddy daddy. Solo. Fanya mikono namnai. Twende. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Mwambie Yesu ninakupenda. Mwambie Yesu ninakupenda. Mwambie Yesu ninakupenda. Mwambie Yesu ninakupenda. Mwambie Yesu nakutolea ibada. Mwambie Yesu unastahili. Mwambie unastahili Yesu. Mwambie unastahili. Nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu, kama yala atafutavyo maji ya mto. Aba, nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu, kama yala atafutavyo maji ya mto. Aba, nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu yakutamani,
maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie Bwana, nafsi yangu yakutamani. Roho yangu yaona kiu kama ayala, watafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie nafsi yangu yakutamani. Roho yangu yaona kiu kama ayala, watafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie nijaze
Asante kwa kutupatia wakati mwingine wa kuabudu. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya msamaha. Tusaidie tuweze kujua na tuweze kukaa kwa mapenzi yako. Tusaidie tuweze kusoma na kuelewa mafundisho yako jinsi wewe mwenyewe unayataka yakafundishike. Na kuomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio na dhambi ambazo zimetendeka bila makusudio. Tusaidie tu na uturehemu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mtu mmoja aseme amina. Amina. Unaweza kuketi kwenye viketi vyenu. Saidie na main hiyo ya yellow na red, hizo za hapo katikati. Main yenyewe punguza kidogo tu. Main ya yellow na sio microphone. Sio huko. Hapo. Red, hiyo ya red punguza tu ifike 5. Angalia mpaka ifike 5. Thank you. Pandisha juu, umepeleka chini sana. Juu kidogo. Asanti. Asanti. Salimia mwenzako aliye karibu na wewe, mwambie karibu kwenye ibada za leo. Asanti sana. Mwambie msalimie tena, msalimie tena. Ina tu kidogo tu. Msalimie tena mwambie. Sasa kama umesalimia aliye mkono huo mwingine, enda kwa mkono mwingine. Salimia huyo mwingine on the other side. Mwambie karibu sana kwenye ibada za leo. Mwambie unapendeza. Mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Yes. Asante. Mnaweza kuketi na mtulie sasa, tusikie neno. Upande huu habari zenu. Yes, ni washosho na waguka. Watu wa Nyere ni guka ni wagui. Atabatea wagui. Habari ya wagui. Mama walika yetu wake amaito. Wake amaito. Nayo wake hiyo. Wake hiyo. Choka gete. Wake amaito. Wake amonyori. Murathimo muthimo kathome wega, Ngai amurathime na mutongorie. God bless you as you go to your class. God bless you. Yes, wake amonyori ni kugatia. Mundu warika riakwa. Wake no warika riakwa huko. Ndimwite wake amonyori. Riu wengi gwita atia? Wake amaito. Wake hiyo no. Wake hiyo no. Nyina muiretu. Leo ni muiretu. Leo ni ngegeo kugeithia atia? Wake amaito. Ewe wake hawa. Wake hiyo yokagira. Ruwe ni woge mugeithia wake hiyo. Na akwire wake amaito. Ni atia giretigo riu twage tutiagerio ro rimwe riu tuta no riu mauragia atiriri tondu ni ugaga ni agucomithitie ri agigusomithia athomece ri. Bwana asifiwe sana. Those are our brothers from Nyeri. Najua sisi ni wa saa si. Kule Nyeri wanasamanga tati totu. Chachi chochu. Lakini ukikuja hapa Kiambu ni saa so. Saa sube, sukari, sai. Ilioneke ni thaka. Nendo wa Kiambu. Nyeri mauga ilio ni thaka. Mwathani agocwo. Mauga ilioneke. Ilio ni thaka. Kiambu tugaga atia? Sina sama. Yadu amuranga. Adu ametumi digi magore. Adu ametumi. Watu ametumi. Mkono juu watu ametumi. Adu ametumi. Adu ne gutumo matumiro digi shikio ho magoro no mohawo digi na matire mohoro digi. Nikiona kama ona riu makorogo maikarite okaundu ndona marero moyo guko ni goro matingio ya tondu ni ohe ginya moko. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu habari.
unaendeleaje? Unajikaza tu. Ulipata mtu, niacha unalia hauna mtu. Bado hujapata mtu. Nitakutafutia mtu. Asante. Utapata mtu usijali. Nitakutafutia mtu. Shika hiyo. Mami, habari yako? Unaitwa nani? Sasa mtu akiuliza unaitwa nani? Unauliza aje? Si wewe sasa, ni huyu. Leto. Dale mohau. Baba. Habari gani? Naurage hija. Good kabisa. Yes mdosi. Unaendeleaje? Mami, umejikasa mpaka umefika leo. My brother, how are you doing? Kabisa. Na wewe unaitwa? Uzi. Na wewe baba? Ibrahim. Okay, good. Wapigieni makofi hawa ndugu zetu. Tulisema tutasimama na hawa mpaka dunia iishe. Si ndio? As long as tutaishi kwenye hii dunia, this will be part of this church. Hawa lazima, na viti zenu ni wapi? Hapa mbele. Next time tutang'oa hiyo laini kwenda huko nyuma, tuweke wengine hapa uko, tuweke wengine hapa mbele, ndio tukue na nyinyi kama our brothers. Si ndio? Thank you very much. Nafurahi sana nikiwaona. Nafurahi sana. Napenda, nasikianga vizuri nikiwaona. Kwa sababu nawapenda. Na Mungu atawasaidia. Si ndio? Brother. Mguu yako ni nini ilifanya? Wewe ni mtu wa accident. Ulifanyika nini? Ndudhi. Kama uko hii hapa. Kama uko Keroro kidogo. Si ndio? Wewe ulikuwa Keroro na yeye alikuwa Keroro kidogo. Ilipasuka mguu? Yeah. Pole sana. Lakini unajisikiaje? Sasa hii inaendelea. Inaendelea kupona? Umefungwa chuma ma? Iliwekwa chuma. Wametoa? Bado. Itatolewa hivi karibuni. Asante. Si ndio? Na wewe mami? Wewe na wewe? Leo nimekuja. Nimekuja kwa hii kanisa leo. Leo ni ya kwanza kukuja? Sijawahi kukuja. Hujawahi kukuja tena? Unaona ikikaaje? Iko sawa. Iko sawa? Utakuwa ukikuja? Nitakuja tu. Kama wewe ni wa Catholic? Baada bizi wa Catholic. Wewe ni wa? Ya hii tu. Ya hii? Hisi tu. Ni wa hisi ke. Asante. Ningetaka tu kushukuru wale watu tulikuwa nao kwenye kesha. Mkesha ulikuwa mzuri sana. Jipigieni makofi wale tulikuja. Mkesha ulikuwa mzuri, na tutakuwa na mkesha mwingine wiki ya kwanza ya mwezi ujao. Hiyo ni tarehe gani? Tarehe 5. Angalia vizuri wewe, kwa unajua uona jipiki tu ujibu. Utakagi aibu. Kesi mbele. Jua kama kuna mtu anajua kufunika aibu, nikoki. Kesi iende mbele. Yeye atafunika tu, atakupatia jina, hata kama ni jina ni ya kiwalia, kesi itakuja baadaye. Provided amefunika hiyo simu. Tumepata tarehe ngapi? Ni 5. Thank you. On Friday ya tarehe 5 mwezi ujao tutakuwa na mkesha mwingine. Nataka tualike watu, hata nyinyi mnakuja kesha. Umesikia? Mkuje kesha. Sio lazima ukuje, sio lazima tukubebe. Hata wewe jibebe ujilete. Maana si unaendeka shughuli zako. Unakuja. Ndio tunaweza kukua pamoja. Maana ni vizuri kushukuru Mungu. Ni vizuri kumtafuta Mungu anapopatikana. Tuko na worship event. Siku ya takuwa na event. Tulisema ni tarehe gani? 28.
Tarehe 28 ni mchana ama ni usiku? Ni kesha. Tutakuwa na timu mbalimbali za wale watu wanaitwa worshipers. Nairobi mzima itakuwa hapa. Hata Nakuru tutawaleta, watakuja hapa. Worshipers, timu za kuworship. Tukuje tu worship mpaka asubuhi. Bila hakuna mahubiri, ni kutwaka tu worship, kutwaka worship mpaka watu manabii wachomoke, kila kitu ichomoke, si ndio? So we having that on 28th. Tutakuwa na worship experience. Si experience, ni worship what? Hiyo ni experience. Worship night. Worship night. Kwa hivyo mjitayarishe worship team. Ningetaka kukaa chini na nyinyi ndio tutafute kamati ambayo itapanga hiyo mipango mpaka siku hiyo ikamilike. Tuna women conference. Kuna women conference imepangwa lini? Secretariat? 29. So siku hiyo ni ya wamama. Umesikia wamama? Wamama. Washosho. Umesikia? Tarehe 20 ngapi? Na 29, tarehe 29 mwezi huu tutakuwa hapa. Nitawanunulia raji siku hiyo. Najua mjanunuliwa raji. Mara ya mwisho kununuliwa raji ilikuwa lini? Kubuki. Acha tusikie. Mara ya mwisho kupelekwa nje raji. Siku ya mwisho kununuliwa kanyama ilikuwa lini? Siku ya mwisho kuitwa na bei, kuitwa bei. Alikuwa siku hiyo mimi nitawaita bei. Wangapi wanataka niwaite bei siku hiyo? Niwanunulie kanyama. Siku hiyo utakuja ndio tuongeza wamama deep, tuingie tuzungumzie neno ya nani? Ya wamama na vitu za wamama, si ndio? Kwa hivyo tarehe 29 muite wamama wote. Nataka wamama kama 10,000 hapa. Tutatoshea tu, tutafinyana mpaka tutoshe. Sikia, umesikia gari kubwa? Ndio tukue na wamama. Na ningetaka kamati husika zote za kina mama, ningetaka tukue na uongozi mpya wa mama. Ndio tukue na mitaratara mipya ya kuendeleza. Wale wazee ambao tunakuaga na hawa, ningetaka mjiandikishe. Kama wewe ningetaka kuja kutembea kwenu. Kutakuwa na visitation. Mimi na mapasta wale wengine na timu yangu tutakuwa tukitembea kwenu. So ningetaka muandikwe majina, muandikishe ule anataka kwanza tumutembelee wiki hii. Andikisha jina yako ndio tukuje tukutembelee. Timu yangu, mimi na timu yangu tutakuja ndio tunaangalia venye unakaa. Unajua labda tunalalaga juu ya makaratasi na hatujui. Ni mtu tu tunaonaga hapa amekuja. Kumbe hata kitanda hana. Kumbe hata kama mattress afanya nini? Hata labda hana nyumba, ni karatasi tu analalaga kwa mtaro. So ningetaka kuja kutembea kwako. Tukule na wewe kwa nyumba yako. Hapo mmenyamaza. Ni kwa lema. Hapo amesema leo okay boshera kwa atia akuje aje. Na sina kiti. Naweza kuja. Kwako ni wapi mzee? Kayole wapi? Soweto ama wapi? Soweto. Huyu ndio tutakuwa wa kwanza. Nitakuja kwako nikiwa kwanza. Wale watu husika, mchukue namba ya huyu mzee na mtu mmoja aende mpaka kwake ajue ndiye atatuongoza siku ya kwenda kwake. Tutaenda tutapika chakula kwake, kama sufuria yake ni chafu tuoshe, kama tukuo tuko chafu tumuoshe, kama kitanda ni baya tumutengenezee. Tukitoka huko tunamwacha akiwa sawa sawa. Si ndio? Kwa hivyo huyu ndio ataanza hiyo safari. Huyu ndio ataanza hiyo safari. Kwa hivyo mchukue jina yake, mchukue namba yake ya simu na mjue kule anaishi. Ndio tuanze safari ya kwenda kwake. Lazima kile kitu tumesema hapa lazima tunakitimiza, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo programu itakuwa ikiongozwa na Margaret Nyoike. Ako wapi? Margaret Nyoike, simama tu. Najua wewe mtu unapenda vita sana. Sasa hawa ndio utakuwa ukipigana na wao. Tuende tunatembelea, wakati ukadhabia,
Hizo daujiri ndio leta kuga na husband, ugathita guku, ugathambia ku, ugathondeka gukagithekara. Unaona sasa ukitengeneza nyumba naye Mungu anakusikia, naona this woman deserves. Unaona kimutu kimetoka Amerika tu kinakuja kimenunua helicopter, kimenunua magari, kinauliza mtu wa kuzitumia. Kumbe ni wewe. Tengeneza maisha hapa. Pada bego. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tupande bego ndio ufaulu. Sio kukuja tu unapata mtu kama huyu ameng'ara. Nimeng'ara hivi mpaka nimefuka tai na ninakaa smart. Alafu nafikiria unaweza kupata mtu kama huyu hivi. Hapana. Pada bego. Enda safisha mzee kama huyu, nunua kashati, mzee kama huyu unamununulia. Venye unataka bwana yako akue, fanya huyu mwanaume. Si ati akuoe, lakini kama unataka mwanaume anakuwaka na kasuti kama haka, mununulie suti, mununulie kiatu. Enda kwake fagia. Mungu ataangalia aone kweli unahitaji mtu, atakupatia. Na hiyo ndio siri ya kupanda. Nyinyi mmekaa hapa mmekauka tu mkigoja kuolewa. Hamtaolewa. Pada bego ndio hiyo bego ianze kumea ndani yako. Umesikia gari kubwa? Pada bego. Usipopata bego itatoka wapi? God is looking at you. Anataka kukupatia mtu fragile. Sasa atakuangalia ulifanya nini, ulisaidia nani, ulisimama na nani. Sasa hakuna mtu umewaikuta. Hata ukiona mtu namuonaga hivi na mwenyira, unamwangalia hivi kama mtu kama sanamu umeona. Yeah? Bwana Yesu asifiwe sana. Pada bego. If you want to be married, pada bego. Kama ni kama unataka kimwanaume kizuri, enda uninunulie suti hata kama ni ya 50,000. Unilete. Yes, hiyo ni bego umepanda. Kama umewahi kununulia ka socks na wewe ni mumama, ni bego ulipanda, si mimi. Ni bego ulifanya nini? Ulipanda. Lakini si mimi. Haleluya. Ni bego wa hadire na ne kakatia itamea. At appropriate time itamea. Na ikimea nobody will resist. Na huyo mtu kama huyo mtu umempadia bego, anakaaga permanent. Hataendaki. Anakaa hapa. Sasa kama wewe unataka mtu na hata kaswiti hujainunulia mzee kama huyu. Mzee kama huyu mnunulie kakoti hata kama sasa unaona ako na mama, wamekaa na mama miaka gapi? Mikata miaka igana. Ya kulia igana. Teo tu kama ugekuyo wa mau. Wikaleta miaka igana. 60. Wamekaa 60 years in marriage. 60 years in marriage. Na nyinyi hata friendship hamwezi kumaintain friendship, hamwezi. Miezi miwili mumeanza kuleta tokotoko. Ati lazima ufanye hii, lazima ufanye hii, lazima tuende hapa, lazima tufanye, mimi sitakubali, mimi sitafanya. Vumilia. Hawa unafikiria wamefupitia makanya. Unafikiria watu 60 years. Mzee alikuwa kichaka, wadhire kwa rasheli. Wikaleta na mudu wene view. Wauma detaini nigu wathire kuracia. Wikaleta nake miaka igana. Miaka 3 mbere. Ugicoka ugioka ugithie wauma detaini ugithie ukiracia. Na mukianjia thabari. Nimugaga kuringana. Nimugaga ukongorania. Tigutirwa borwa ni jemo tirwaga. No ni mugaga kureha na iguru. Mutire mwareha na iguru. Tuyeni twa nyumba ego keboeka wako no gutire ngarari. Yeni no kera shut down kira ramina nenie. Yes. Lakini miezi 2 tu unakaa na mtu miezi 2. Ameanza sheria, ameanza vituko. Na anasema naanza akaja kukoshoreria kwa hiyo. Todo haukupanda mbegu. Panda mbegu ya marriage. Kila kitu lazima unakipalilia, unakiweka kinakuwa. You cannot harvest where you never planted. Hello, you cannot. Huwezi kuvuna mahali ukupanda. Kama ni marriage, panda mbegu. Tafuta kimwanaume kama hiki, osha. Huyu jamaa osha. Si akuoe, mtengeneze ang'are. Mungu atakupatia mtu wa kuchunga. Kama ni mama, unaona mama kama yote hapa, kama ni huyu na mnunulia, kama ni mimi nataka mtu, nitamnunulia kaguo kazuri, kafulana kazuri, kakitambaa kazuri, na nitampatia pesa na mwambia hii kwenda ukakule chakula. Mungu ataona ninahitaji mtu wa kuchunga. Yes. Lakini sio nikauke hapa, nyomete nimekauka. Hadi lazima nikuje ni detiwe. Ni kudetiwa kama niwe kwa tena.
Masigo sababu kanisa iko na masigo mingi sana. Naomba masigo wapukuke in the name of Jesus. Maana growth ya hii kanisa imekataa kukua sana kwa sababu ya masigo. Because wakati masigo walikuja walifocus na kigogona hapa sana. Mkasahau kuna Mungu wa kuangaliwa. I think mnaelewa vile nimesema. Kigogona kigogona neho hega kigogona kigogona ineno hega kanithani twehithe kigogona inene hega athuri-inĩ twehithe na masingo nĩ twehithe no hega kigogona ineno haleluya. Pigia Yesu makofi. Kanisa ya Thika. Nikiona nikiangalia padi kuna majibu nahitaji. Piga majibu. Are you ready to answer or I give you time? Tuna launch kanisa ya Thika lini? Umutembelea na timu yako mnaenda huko. Nataka majibu Sunday, utuletee majibu hapa kwa sababu tunataka kwenda kuroji Thika. Tuiwakisha moto, si ndio? Alafu tukimaliza Thika naambiwa kanisa ya Rodwa iko tayari for launch. Kutoka hapo tunaenda Rodwa kwenda kuroji ya Rodwa. Kutoka hapo nasikia pia ya UK is almost ready. Wameanza fellowship. Sasa pia nitawapeleka paka UK. Tuende nini? Tuende tukaroji ya UK. Hapo namna gani? Hapo sawa. Wagapi tutaenda Rodwa? Watu wa Rodwa wala tutaenda kufungua Rodwa? Yes. Wagapi tutaenda kufungua UK? Kanisa wote. Yes. God willing nimeanza kuwasiliana na watu wa Seattle. Tutakuwa by February March tutakuwa na kanisa Seattle na South Africa Pretoria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Tunaendelea nini? Kutoka sasa kwenda mbele ni godie leo. Kai kesha ya Friday ilikuwa tunasema nini? Tulisema nini? Ni Exodus, ni kutoka. Tulitoka kwenye mateka ambazo tulikuwa tumeshikwa. Tulitoka kwenye nguzo ambazo tulikuwa tumekamatwa nazo. Nao ni godie. Hakuna sasa kusimama. Kama ulipitwa na wakati umekupita, sasa hakuna kusimama. Ni godie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni kuenda kabisa na tukuze kila kitu kiendelee kikae venye ambavyo kinahitajika kukua. So baptism, kuna watu tulikuwa tumeanza lessons za baptism. Mnakumbuka kuna watu walikuwa wameanza lesson ngapi? Kama ulikuwa umeanza hiyo lesson ya kwenda kubatizwa? Yes. Inua mkono tu niwaone. Good. Asante. Sasa ilikuwa hivi. Yule alikuwa anasimamia hiyo department ni kama ametoroka kanisa. Hatuko na yeye. Kwa hivyo I'm going to kuwatengenezea mtu mwingine ndio muanze hiyo process. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vibaya kuanza kwenye program alafu ametuacha kwenye mataa. Hakuna mtu anajua alikuwa amefikisha wapi, alikuwa amefanya nini. So nitakaa na nyinyi mnielezee mlikuwa mmefikishwa wapi. Na hiyo ndio tabia ile nasema hii kanisa hatutaitakubali tena. Kama ulikuwa na private agenda, just try to play it safe from the private angle. Don't bring them public. Bwana Yesu asifiwe sana. Tea imaguta nigetha mamurathime. Naigua ndire mundu mwega na nyita ndingiganwo ikugetwo list ya andu igana rimwe magiro ni guthie matu-ini ri
ndirona ngikorwo ndi list-inĩ ya andũ acio igana rĩmwe ndirĩ ndahonoka biũ. Umenielewa? Sijaokoka vizuri bado niko 11%. Kwa hivyo mimi si mzuri. I'm not whether kugatia Margaret tathondekera statement hiyo. Yes, I'm not perfect, I'm not so good Sijafika kiwango cha kuitwa mtu ameokoka. Umesikia Dorcas? Sijafika kiwango cha kuitwa huyu ameokoka. Bado niko chini kabisa, niko 11% ni kidogo sana. Kwa hivyo 89% bado niko sijaokoka vizuri. Kwa hivyo msitafute mtu ameokoka sana kwangu. Tafuta mtu mwenye anatafuta Mungu. Mimi ni mtu anatafuta nani? Ninatafuta Mungu. Na huyo ndio mtu wa maana na ithiki kwako. Ndio ule mtu anatafuta Mungu, mnasaidiana tu ujiani, mkiteresa kidogo, mnainuana, mnaambiana tudie tunotodiete. Mnatoka kwa kichaka. Lakini sasa kwa wale ambao tuko mbele, tusaidieni kukaribia hapo tukuje hapo karibu. Wale ambao najua kuna wale wako na passport kule biguni, ziko na visa permanent. Mtusaidie tu. We have weaknesses. Kwanza mimi niko na weaknesses chunguzima. Sema chunguzima. Yes, ukiangalia zile vitu nyingi na akiusiwa nazo ni vitu unaweza kuzuia, lakini ni weakness. Kwa sababu nimetoka huko. Yesu mwenyewe, mlishasoma story ya Yesu? Story Yesu alikuwa nani? Alitoka kwa familia ya nani? Alitoka kwa familia ya Juda. Na familia ya Juda ilikuwa ya watu washerati. Mnanielewa? Lakini muelewe tu point yangu. Ametoka kwenye familia ya nani? Ya Juda. Na si Iskarioti, Juda. Kilani ya Juda. Na hiyo kilani ilikuwa kutoka kwa Jakobo, kutoka kwa Abraham, kuja kwa Jakobo, kuja kwa Isaka, upade utakuta akina David, akina Absalomu, wote akina Jesse, ni watu walikuwa na mbegu ya usherati huko ndani. Ilikuwa inawafuata mahali popote wanaenda. Mimi buka yangu walikuwa na wanawake 39 waroige. Wale walikuwa kwa kichaka, mnajua hivi. Alikuwa kokara huko. Alikuwa na 39. Mimi baba yangu alikuwa na wanawake wangapi? 2 wale tunajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Akazaa watoto 25 wale tunajuana. Si mnanielewa sasa? Sasa unaona hiyo mbegu bado inanifuata. So ukiona kama mtu kamekuja kamekufiria kwangu, si ati mimi ni msharati, ni kabego kananifuata. Is it true? And this is what I'm praying. Hii ndio the sacrifice ile natoa kabisa. Hiyo kabego, hiyo kakitu, hiyo umbilical cord ikatike. Lakini permanently nitaishi na hiyo shida. Sasa ni mimi nifanye bidii, nipigane hiyo kitu iondoke. Ni mimi nipigane, niseme hiyo yoke, inaitwa yoke. Yoke inaitwa nini? Hii nani aliwekwa yoko. Ni mimi mwenyewe nipigane mpaka ifanye nini? Otherwise hakuna siku itaniwacha. Yesu mwenyewe mwenye amezaliwa ni Mungu na ni mtu. Alienda kwa mtu akakutana na nani? Na jagiri. Jagiri ilikuwa na wanaume 6 kwa nyumba. Jagiri. Na hiyo jagiri Yesu ndiye alipenda. Jagiri hiyo ilianza kupakusa Yesu mguu, kaanza kumasaji na nywele, ikaanza kupasaji. Na Yesu alikuwa ametulia tu. Sasa niambie hiyo ni maneno gani? Ama kuna siku ulisikia Yesu alicomplain? Yule mtu alicomplain ni Juda. Akakuja akasema hii mafuta tugeuza pesa mingi. Si mafuta aliona, maana si walikuwa nakata samaki pesa inatoka. Walikuwa tunakata samaki hivi. Kwa hivyo kwa wakati wa Yesu hawakuwa na shida ya pesa. Lakini Juda aliangalia, sometimes kukuwa na mtu majuda ni mzuri sana. Juda akaangalia mama ameanza kusugua msee pole na nywele, na watu hawakuwa wanavaa turosa, walikuwa wanavaa kajo. Akapanda Juda akakuja akashika akasema hapana, mafuta yanoma umebesha. Ndio aondoe hii jagiri, kwa maana jagiri imeanza kupenya. Sasa huyo ni Yesu ambaye ameletwa dunia hii na Mungu kama mtoto wa Mungu na akiwa katika sura ya Mungu. Na mimi kimutu kimezaliwa tu hapa mkuru. Nyene niko tawetiri. Hello. So niobeeni, nisaidie. Unaniopea. Aiwa, no anaenda yule wewe adeve tashita ina.
we are not ani. Sisi unaona tunavutana. Tunavutana. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I want you to teach today. That you must learn to tolerate one another. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna wale walikuja hapa kwa sababu ya kauga kale. Si ndio? Si kuna watu wakauga? Yeah? Kuna watu wakale kauga. Na pia kuna watu wa neno. Kuna mtu aliletwa hapa na neno. Maana alisikia neno likamshika vizuri. Na pia kuna mtu aliniona kwa TV akaona ngeke ya thakara muno rekethie. Ujue ukikuja haukukuja peke yako, pia kuna mwingine alikuwa ameona. So hapa ujue niko gushania. Huyu anavuruta hapa, huyu anavuruta hapa, huyu anavuruta hapa. Sasa katika hiyo hali ya kuvuruta, sasa ndio unakuta umepoteza wakati wako mwingi bure. Maana ukikuja pale nitakuonyesha ni kama ni possible. Ndio uache kunivuruta mguu kwa sababu umeshika mguu sana. Nitakwambia ni kama ni possible ndio uachilie. Na huyu mwingine nimwambie ni kama ni possible na yeye aachilie. Na huyu mwingine amelishika hapa nimwambie ni kama ni possible awaachilie. Sasa wewe ni kama nilikwambia ni kama ni possible, nilikudanganya. Nilikuwa nataka uniachilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwe hapa takubura kama hia malioleka. Nidi ndagukana na mehia. Nidamenya ndahetirie na macio ni mehia ndekire. Ugo ne kubura ndeka atia. Idi tuga atia. Newe hia wakwa. Katholiki tuga atia gururia na tukagururia meigwa-ini. Niye kile kirangenia. Ile kitu inanifurahisha kwa Katholiki. Pope alisema ule mama si Mungu. Pope alisema last week alisema Mama Maria wekeni kado. Ule mtu tunatambua ni nani? Ni mtoto yake. Na hapa tulikuwa mama msaliwa, sivyo ulizaliwa mama mtakatifu kuliko wanawake wote, tusamie sisi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni kutubu na tubu. Wewe kaa tu hapo ukijeka. Nini natubu dhambi zako? Maana hiyo ndio kazi yangu, nikikuja hapa ni tubu ndio niweze kuhubiri. Ningeota kuhubiri toda nasikia nimehukumika. Huyu mama alikuja kwangu nikamdanganya kwa sababu alikuwa amenishika mguu, nikamwambia ni kama ninaweza kubali. Sasa najua hiyo iliandikwa. Shetani nikienda kusimama mbele ya Mungu kuhubiria watu kama hawa, shetani anaendaga kwa Mungu anasema hebu fungua chapter 5 ya Dora wa Wiki. Inafunguliwa, kuna anasoma naambiwa alidanganya fulani akadanganya fulani Sasa huyu Mungu hata anaweza kuhubiri. Unaweza kumkubalisha ahubiri. Sasa ndio naona natubu. Ndio nikubalishwe kwa nini? Kuhubiri. Najua mimi nilizaliwa katika ulimwengu wa kiroho na mtu anaitwa James Maina Ng'ang'a. Si mnajua Matuta? Commander. Anaitwa Chief General Commander. Sasa hiyo msee ameseeka aende akapumzika, lakini kani tuko live. Tuko live. Tumemaliza matagasa. Sasa tufungue kitabu cha Isaia. Modo Agai. Habari yako? Aise. Habari yako? Nimeona umevaa kitu hapa inakaa kama ni ya wale watu wanaendaga biguni. Unaitwa nani? Reverend Isaac, simpatia mic hapa. Tusikie anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Asijasikia sauti yenu vizuri. Mko na njaa? Hapana. Tuko na uga. Nimekula nimeanza kushiba. Haleluya! Kwa majina naitwa Reverend Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naishi Rongai. Nimekuja hapa na mama anaitwa Morini. Morini. Sunday nilikuwa hapa. Nikasikia mafundisho ya apostle nikafurahi. Nikaambia Morini leo nitakuja, huyu ni baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana. Sasa Sunday huku kuja na hiyo. Ukajua tumekosa kukuona maana hauna, ukasema utavaa. Asante, Mungu akubariki sana. Ni vizuri kuwa na wageni. Ukiona mahali kunatembewa na wageni ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunazungumzia kwa Kiingereza resist that bondage. Mwambie mwenzako resist that bondage.
Step out. And enter into your destiny. Resist. Kataa. Sema kataa. Hiyo maisha wamekuweka ndani. Hiyo maisha wamekufungia. Kataa. And move forward. For the grace of God is with you. Hiyo mikoba walikwambia utaishi katika hali ya kutembea. Resist. Because God is doing something. Mulete hapa. Sasa kumficha na huko kama ni. Mweke hapa. Toa hiyo kiti pale. Yes. Sasa hao ndio magesti wangu, my best friend. Na nitaorganize nyinyi nyote mkuje kwangu niwachijie busi kama bili mkule. Mtakuja? Yes. Nitaorganize kitu, wacha weekend hiyo ingine mtakuja kwangu. Na msikuje nyinyi. Na hiyo wale. Habai. Usikuje. Utakuja kufanya nini? Usikuje. Wasikia koki, msikuje ni hawa peke yake. Wakuja nitawachijia. I give them something. Najua hamjai kupata mtu anawapenda. I want to walk with you in your journey. Yes. Kuna siku nilipigwa marisasi nikawachwa kama nimekufa. Askari wakakuja wakanichukua wale wa Diroba. Nilipigwa na watu wa flying squad. Ule askari alikuwa anaitwa Yego na mwingine alikuwa anaitwa Mudhaura. Mudhaura anakujaga hapa. Sio Francis Mudhaura wewe na wewe. Unajua tu Mudhaura ni wengi. Sasa walinipiga pale Mukuru, ukiingia Mukuru pale kunaitwa barabara inaitwa Rodie. Tulikuwa tumeenda kuiba hapo kwa Muidi. Sasa nilipigwa marisasi nikakufa. Nilipokufa walirudi kuja wakaniweka kwa Ladirova, wakienda kunifikisha karibu na mochari, nikafufukia hapo katikati. Na hakuna mtu, yani sijui ni kwa nini maiti inaogopwa. Hakuna mtu haogopi maiti mpaka polisi. Nilipofufuka tu hivi, nikainua kichwa hivi, askari wote kwa Ladirova waliruka nje. Na mimi nikaruka nje, tukatoroka, tukaenda. Nilikataa kukufa. Mwambie mwenzako kataa. Maisha ambayo wamekuweka kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema hakuna, hautafaulu, kataa. Walisema hautaendelea, kataa. Kama hauna bwana sema nitakuwa naye. Kama hauna mke sema nitakuwa naye. Kama hauna kazi sema nitakuwa naye. Kama hauna kanisa sema nitakuwa naye. Na kama haujaokoka sema nitaokoka leo. Wangapi hawajaokoka? Inua mkono wako juu. Basi sema nitaokoka leo. Thank you. Ataokoka inulie main ya katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, tusome kitabu cha Isaia 61. The Spirit of the Lord is upon me. Roho wa Bwana yuko juu yangu. Sema roho ya Bwana ako juu yangu. Yani ako juu yangu. The Spirit anipatie. The Spirit of the Lord is upon me. Amujue Kisugu? Mnajua Kisugu? Mnajua Kisugu? Guka, unajua Kisugu? Na wewe unajua Kisugu? Isaiah 61. Are you a preacher? Yeah? You preacher? Can you interpret? Unajua Kiswahili kuinterpret ama utaanza malikuwa manaenda manarudi? Nipatie Kiswahili ama tusome tu Kiingereza. The Spirit of the Almighty God is on me because he has chosen me to serve him. Hallelujah. Roho wa Bwana yuko ndani yangu because he has chosen me. He has done what? He has chosen me. Mwambie mwenzako nimechaguliwa. Nimechaguliwa katika kumwabudu Mungu. To serve him, kuwa mtu ambaye atatumikia Mungu. Roho wa Bwana amenichagua. Mungu amenichagua. Mimi si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. The Spirit of the mighty God is on me because he has chosen me to serve him. He has sent me to tell good news to the poor people. Amenituma kukuja niwaambie watu ambao hawajiwezi kama hawa. Niwaambie there is good news. Kuna Mungu aishie. Kuna Mungu mwenye anabariki. Kuna Mungu mwenye anainua. Kuna Mungu mwenye anasaidia. Kuna Mungu mwenye anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati katika hiyo hali yako ya ulema, hiyo hali yako ya upovu, hiyo hali yako ya kutosikia, God is still there. Tunaweza kuwa na mtu wa kuinterpret hii kitu.
maana huyu we are not doing justice to her. Kuna mtu amesomea hii kitu huyu wa interpret sign language? Hakuna. Because sasa huyu hapa ananiangalia tu, anaona ni kama kasanamu kako hapa. Kuna mtu anajua interpret? Please, if you kama umesomea hii job sema kuja tu tutakulipa. Ako hapa. Saka upatie kiti, chukua kiti kuleta. Sogeza huyu kando. Naweka hapa. Wasiwaangaliane. Usiki. Simama. Lakini sasa si utajua kuongea naye hivi na kusikia. Sasa si lazima sasa ndio nataka umsaidie kusikia. Hapa si ndio. Kana yeye hapo tu. Basi kaa. Thank you. Sababu nimeona ananiangalia nikaona kuna shida. Na hiyo ndio kasi tumeambiwa. Kwa hivyo leo katika katika siku ya leo the topic tunazungumzia kuondoka kwenye umateka. Kuondoka kwenye nani? Umateka. Maana hali ambayo unaiishi leo, hiyo sio hali Mungu alitaka uishi. Hiyo mipango wamekupangia, maana walikupangia wakakudharalisha na wakasema hautafaulu katika maisha yako. Leo nimekuja kukutangazia ya kwamba utaondoka kwenye maisha hayo. Katika hiyo hali ya umasikini walikuweka, nimekuja kukutangazia lazima umasikini utaondoka. Katika hiyo mipango waliinua katika maisha yako, Biblia inasema ya kwamba amenitia roho yake nikuje nikutangazie ya kwamba utaenda kuachiliwa leo, utaenda kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuwekee Kiswahili kwa sababu ya hawa wazee. Ambia huyu mama tuwekee Kiswahili. Inaonekana leo amechanganyikiwa kidogo. Najua nimekaa na hawa vijana nilisikia wanajidunganga kwa kitu. Mmeharibu mama wenyewe hapo ndani. Najua hata harufu, unajua hii kutoa hii harufu, kutoa ikiingia hivi na yeye anafuta. Takuta amelala huko jana na kuuliza, "Mbona unaatia? Umehubiri?" Bwana Mwenyezi Mungu amenijaza roho yake. Maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakufu, akanituma niwaletee wanaokandamizwa habari njema, ni watibu waliovunjika moyo, ni watangazie mateka kwamba watapata uhuru na wafungwa kwamba watafunguliwa. Mwambie mwenzako, leo ninafunguliwa. Leo ninawekwa huru. Leo ninabarikiwa. Mimi ambaye nimevunjika moyo naenda kupata moyo mwingine. Ninaenda kubarikiwa tena. Maana God has said. Na hiyo ndio kitu nataka tuelewe sana. Katika maisha ambayo tuko saa hizi, ni maisha ambayo tumeyapelekewa. This is not our life. Hatukuumbwa tukae hivi tumekaa. Hatukutengenezwa tukae jinsi ambavyo tuko. Haukutengenezwa utembeage kwenye wheelchair. Haukutengenezwa utembeage kwenye miti. Haukutengenezwa ukae ukiwa single. Haukutengenezwa ukae masikini. God had a plan for you. Mungu alikuwa na mpango mzuri, mpango wa kubadilisha maisha, mpango wa kukuinua. Maana wewe si mateka, wewe ni tajiri. Wewe si maskini, wewe ni mtu aliyebarikiwa. Wewe ni mtu ambaye ako na mbele. Maana kila kitu kilichoumbwa na Mungu kiko na kusudi ya Mungu. Kila kitu ambacho Mungu alikitengeneza kiko na kusudi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yetu, ujana wetu wote uko na kusudi la Mungu. Umama wetu, usichana wetu, uvulana wetu uko na kusudi la Mungu. Na hilo kusudi la Mungu ndilo nimekuja kukutangazia ya kwamba Mungu amesema anaenda kukuregesha. Lakini ni lazima tuelewe ya kwamba Mungu ndiye akufungue, lazima pia na wewe ujifungue. Hawezi kufunguliwa kama bado wewe ni mateka.
Hauwezi kufunguliwa kama bado wewe umenazwa. Kwa maana kuna watu tulishikwa mateka na bado tunakaa kwenye ule umateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu tulishikwa mateka na bado tumekaa katika ile hali ya mateka. Sasa tuangalie. Basi akasema nimekuja mimi kama Mwenyezi Mungu amenituma, ameniweka roho. Kwa hivyo ndio kufunguliwa, ndio kubadilishwa maisha, lazima roho wa Mungu ashuke kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize roho, hebu jiulize. Unaweza kuwa uliza wewe. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mwagi, uliza Mwagi. Unaweza kuwa uko na roho ya Mungu ndani yako. Mjiulize, kila mtu ajiulize. Ajitaje, jiite kwa jina yako. Unaweza kuwa ndani yako roho ya Mungu wako. Maana ndio uanze kufunguliwa, roho wa Mungu lazima kuwe ndani yako. Hiyo ndio chanzo cha wewe kufunguliwa. Ndio chanzo cha wewe kuondoka kwenye hiyo maisha unakaa. Roho wa Mungu lazima aingie ndani yako. Hiyo ndio kitu, step number 1. Number 2, maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu. Number 2, lazima uwekwe wakfu. Lazima ukuwe umeletwa na umezikirwa na damu ya Yesu Kristo. Umewekwa, umetoanishwa, umeondolewa kwa wale wengine. Ndio wewe ufanyike wakfu. Kuwa wakfu ni kama umewekewa signature. Mungu amekusema wewe ndio utakuwa. Amesema na amekuteua na ameamua ni wewe. Hiyo ndio kuwekwa wakfu. Kwa hivyo ukipata roho ya Bwana amekuweka juu yako, lazima uwekwe wakfu. Meaning lazima utegwe kutoka kwa wale wengine. Lazima usikuwe mtu wa kawaida. Lazima ukuwe mtu ambaye ni wa kiungu, mtu akiwa ni wa kibinguni. Ndio Mungu ndio uweze kufufuka. Lazima ukuwe mtu wa kibinguni, mtu mwenye ambaye ako na sheria mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria za binguni. Mwambie mwenzako leo unaenda kufunguliwa. Namba 3, akanituma. Lazima utumwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utumwe. Kama haujatumwa, hauwezi kuweza kufunguliwa. Lazima Mungu akupatie mamlaka. You must have a send. Lazima upate signature. Lazima upate kibali cha mbinguni. Cha wewe ndio ufunguliwe. Lazima kibali kitoke mbinguni. Mungu akakutuma. Mungu akaachilia mamlaka yake. Ndio hiyo mamlaka ikufungue. Ndio wewe ukuwe mtu tofauti na wengine. Lazima mbingu ikubali. Wakati wa mbingu kushuka na kubali, inaendaga na majira ya Mungu. Mungu ni Mungu wa majira, wa nyakati na majira. Na wakati wako ukifika wa kufunguliwa, lazima mbingu inene, na mbingu ifanye, na mbingu itende, na mbingu itoe sauti, ndio wewe utolewe. Kwa hivyo usijali ni kwa nini umekaa siku hiyo yote ukiteseka. Usijali ni kwa nini umekaa siku hiyo yote hauendelei mbele. Ni kwa sababu majira na nyakati hazijafika. Wana wa Israeli walikaa miaka 400, wameteseka, wameteswa, wamenyalirwa, wamefanya vituko vibaya sana. Lakini wakati wa kutoka, hakuna hata sekondi moja ilipita. Wakati wa kuondoka, hakuna hata 1 minute ilipita. Wakati wa kuondoka ilipofika, waliondoka. Nataka nitagazie mtu mmoja siku ya leo ya kwamba wakati wako wa kufunguliwa ndio huu umefika. Kama uko tayari, pokea. Kama uko tayari, pokea kufunguliwa kwako. Kama uko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaishi maisha hii miaka yako yote. God has a good plan for you. He has a good reason for you. He has an agenda. That is why anasema roho alituma roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4 anasema ni akanituma niwaletee wanaokandamizwa habari njema. For you to have been set free, lazima neno la utukufu wa mbinguni likuwe juu yako. Lazima kuwe na habari njema. Lazima kuwe na nini? Habari njema ya kwamba leo utafunguliwa. Kwa hivyo kuna lazima, there must be a gospel that will set you free. Bwana Yesu asifiwe sana. The word of God must be upon you. A word of God must come to you. Kwa hivyo don't worry of what is going on. Don't worry on what is happening in your life. Whatever that is happening in your life is temporary. Sio haitakaa sana. Wakati mtu atatuma, Mungu atatuma malaika juu yako, atakaye kuwa na habari njema ya kukuambia kilichokuwa kikufanya ulie kimefika mwisho. Na kutoka sasa hautalia tena. Utaenda kumsifu Mungu, utaenda kutangaza Mungu, utaenda ukisema ya kwamba Mungu amenitendea, Mungu amenifaulisha, Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani akawaambia wanaokandamizwa nitawaambia habari njema.
nitawatibu waliovunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha nyinyi ambayo mmevunjika moyo siku ya leo, kuna kutibiwa, mnaenda kutibiwa. Kuna kitu kinaenda kutendeka. Kuna mambo yanaenda kubadilishwa. Mikanda waliokuwa wamekufunga nayo, nyororo walikufunga nayo, keji walienda wakakufunga, jela walikuweka ndani, hizo jela zinaenda kuvunjika leo, zinaenda kusambaratika. Maana utatibiwa leo. Leo moyo wako utatibiwa. Leo mwili wako utatibiwa. Leo hatima yako itatibiwa. Maneno waliandika ya kwamba hautafaulu yanaenda kufutwa leo. Utafaulu. Utafaulu. Mwambie mwenzako utafaulu. Biblia imesema. Neno limetoka mbinguni limesema unaenda kufaulu. Neno limetoka mbinguni limesema unaenda kubadilishwa maisha yako. Neno limetoka mbinguni limesema kila kitu walichokisema kinyume na maisha yako leo imebadilishwa. Waliosema unaenda kuanguka, Bwana amesema unaenda kuinuliwa. Waliowacha kama wamekuweka ndani ya shimo, Bwana anasema leo umetolewa ndani ya shimo. You are no longer held captive. Wewe si mateka tena. Wewe hauko kwenye jela za watu wa dunia. Wewe hauko kwenye mipango ya shetani. Mungu amesema ya kwamba unaenda kuachiliwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwatangazie mateka kwamba watapata uhuru. Yaani kumbe walikuwa wamenyakua uhuru wako. That is why the reason hata kufikiria ulikuwa unashindwa kufikiria. Hata kupanga ulikuwa unashindwa kupanga. Maana walikuja wakakukamata, wakakufunga, wakakuweka kwenye cage, wakakufungia kwenye kanyumba, wakakukalisha kwenye kanyumba. Unapotaka kutoka wanakuambia usitoke. Unataka kufanya jambo wanakuambia hakuna. Ukitaka kuenda wanakuambia hauendi. Ukitaka kusimama wanakuambia hausimami. Wamekuweka kwenye jela. Kwenye kazi yako walikuweka jela. Kwenye huduma yako walikuweka jela. Kwenye ndoa yako walikuweka jela. Hauna uhuru wa kufanya, hauna uhuru wa kusimama, hauna uhuru wa kusema. Maana walisema ukijaribu kusema ngwe, wanakuambia tutakuondokea. Leo ni siku ya kukata minyororo. Leo ni siku ya kukata nini? Minyororo. Kama walikuwa wamekufunga, unajua kuna kule kwenye dini kama hii, unakuta kuna wazee wa kanisa, kuna wamama wa kanisa, kuna mapasta ndani, viongozi ambao wamekukamata, wanasema sisi ndio tumekushikilia, sisi ndio tunasimama na wewe. Sasa ukijaribu kufanya maamuzi wanakuambia jaribu tu na sisi tukuondokee. Unajua sisi ndio tunatoaga tithe na ile sadaka mingi, unajua sisi ndio tumesimamia mradi wa kanisa. Ukiendelea maneno kama hiyo apostle, tutaondoka na utakosa watu wa kukusaidia. Nataka nitangaze leo, niko tayari kuondoka kwako. Niko tayari kuvunja mikanda. Niko tayari kutokuwa na wewe. Nifuate Mungu wangu. Nifuate Mungu aliyenituma. Maana Mungu wangu si maskini. Mungu wangu wako na power. Mungu wangu wako na nguvu. Mungu wangu anaweza. Mungu wangu anabariki. Mungu wangu anainua. Ukikao kama umebanwa, umefungiwa kwenye ndoa yako, hauongei. Maana mzee akikuja na kuuliza umetoka wapi, na ni saa 12 unashida, utamwambia umetoka wapi? Ukitoka asubuhi lazima umwambie unatoka ukienda wapi. Halo. Ukitoka kila kitu nasikia mama, ukienda kufanya nini nakwambia mama nakuuliza mlikuwa mnaongea na huyo mwanamke, mlikuwa mnaabiana nini? Yaani umekaa kwenye familia ambao wamekufunga, maana kwa sababu hauoni, maana hauwezi kutembea. Kuna watu wamekushika mateka, wanasema lazima uelezee. Hauwezi kutoka bila ruhusa yao, hauwezi kuenda bila ruhusa yao, maana wanajua haujiwezi, wanajua haujiwezi. Leo nataka niwatangazie habari njema, unajiweza. Wewe si Mungu. Waambie wao si Mungu. Yeah, you are not God to control my life. God knows me and he knows why I am here. God knows me and he knows the reason I am here. I am here. I'm not here by fluke. Yeah, he knows my name. Yeah, touch your neighbor, mwambie he knows my name, man. Ongea kizungu mzuri. Touch your neighbor and tell him he knows my name, man. Yes, he knows my name. Yes. Hata kama unaona natembea na mti,
hata kama unaona natembea na kamuti sioni, hata kama unaona ninashikiliwa, hata kama unaona na sijui kusimama, Mungu wangu anaelewa mambo hayo yote, na ndio kwa maana ameniweka hai, ndio kwa maana amenitunza, kwa sababu mimi ni chombo chake katika utukufu wake. Yes, your God knows you by your name. He knows the reason you are existing. He knows why you are here. You don't need anybody to be around your life for your life to move on. You don't need any support from anybody for your life to move on. You need one master, the master of all masters, the king of all kings, oh, the Lord of all lords. Unamhitaji peke yake. Huyo peke yake ndio ako na right, ndio ako na mamlaka, ndio ako na pusha, ndio ako na kufanya mambo yote katika maisha yako. Hayategemei mama yako, hayategemei baba yako, yanategemea Mungu aliye mbinguni. Mwambie huyo raia mko karibu naye, mwambie raia. Muangalie tu kwa macho. Mwambie wewe raia, au usinitishie maisha yangu mimi. Dena ngai. Mwambie dena ngai, mwambie kwa lugha yako dena ngai. Dena ngai munene, ngai munene. Mungu mwenye hawezi kumtubabatisha, Mungu ambaye huwezi kumburutisha, Mungu ambaye hawezi kumtishia. Huyo Mungu alikuwa na Yosefu wakati walimweka ndani ya jela. Walifikia wamefunga maisha yake, wakamuuza wakifikiria maisha imeisha, wakamuuza wakifikiria mambo yake imefika mwisho, wakamuuza kwa mama anaitwa mama wa Potifa. Naye mama akasema ameona TDH, akasema ameona kakijana kuburudika nako, kakijana akasema ngozi mimi sitakuburudika. Mama akasema naenda kumaliza huyo, akawekwa ndani ya jela. Kumbe Mungu ana mipango mizuri. Mungu ako na mipango ya kukusaidia. Usijalishwe na vile wanakufanyia, usijalishwe jeli ambao wanakufanyia, usijalishwe na messages wanakutumia, usijalishwe na mauchuku zile wako nazo. Wachekelee. Matigagotishe. Matigagotishe. Kali makorora gahuka geituria bura. Niyo makorora geituria bura lekagwa. God has a way of doing things. Kakijana kanaitwa Joseph kaliambia mtu tu dream yake, dream, just a dream. Wakaanza kumuita the dreamer. Hallelujah. Haijalishi wale wanakuitaka namna gani. Kama wanakuitaka the dreamer, that is your title. Kama wanakuitaka nini, that is your title. Whatever name they call you, embrace it for the positivity, because God has a plan for you. When they called him a dreamer, they went to sell him. Kukapatikana wakati walitaka kumuua, Mungu akatuma watu wakuja kununua. Hallelujah. These men were not anywhere. God created them. Hapo wakakuja. They were no people. Hakuna watu walikuwa naenda, hakuna watu walikuwa na pita huko, hakukuwa na mpango ya watu siku hiyo kupita. Lakini wakati walienda kuguza, waliamua, wakasema wanaenda kuua the anointed, mtumishi wa Mungu. Wanasema sasa leo ndio siku ya kuua, siku ya kumaliza. Oh my God. Mungu immediately cabinet ya bikuni ilifanya harakati harahara, wakasema mtu wetu anaenda kuuliwa, tafuteni watu wa kununua huyu mtu. Na watu wakawekwa pesa kwa mfuko. Jamaa wakipita wakasema kuna watu wanaweza nunua, ndio wale, na wakakuwa wako na pesa. God will cause people in your life ambao hawakuwa in the plan, hawakuwa in the agenda. Wakati walikuwa wanataka kukumaliza, kutokelezea tu mtu mmoja akuja kushike mkono, akwambia tuende, hautauliwa, hautamalizwa. Kuna mtu tu mmoja atatumwa kwako, kuna mtu anatumwa kwako, kuna mtu anatumwa kwako. Huyo mtu haumutarajii, huyo mtu sio wa familia yenu, huyo mtu sio wa klasi yenu, huyo mtu sio wa kabila yako. Ni mtu atatumwa kutoka kwa kabila ya mbinguni, akuje akuokoe, akupeleke mahali unastahili. Hawa watu hawakuwepo. Hakuna watu walikuwa kwa hiyo barabara yote. Lakini wakati walitengeneza maakili, wakasema tuue huyu jamaa. Oh my God. Benjamin kakatumwa haraka kwenda rescue. Benjamin akadhoganyo, akakimbia pale, wakakosa. Benjamin alipofika pale, wakakuta mipango imeendelea ya kuua huyu kijana. Akasema badala tumuue, wacha tumuuze. Kuna mtu atakuja wakati wa
wamekuacha, wakati wamekutenga, wakati wamekuvurudisha, wakati wameacha kama wamekumalizia. Maana kazi yao ni kukuja kusimama na ministry ndio waimarishe wakiwa ndani. Kazi yao ni kukuja wakae kama magirlfriend ndio wakumalize wakiwa ndani. Kazi yao mfungue kazi pamoja ndio amalize kutoka ndani. But I want to tell you today that God is there for you. God is there for you. Hawatakumaliza, hawataweza, maana Mungu wako na plan B. Wao wako na plan A, lakini Mungu yuko na plan B. Hawatakumaliza. Their plan is A. God's plan is B. Yes, na Mungu akiingia kwa B, wameishia kwa A. Maana Mungu wako na option ya C, atakuwa na option ya D, atakuwa na option ya F, mpaka option ya Z. Kwa hivyo furahia wakati wako kwa option ya A. Wakati wako na plan A, furahia, weka Mungu B. Mungu ameweka wall. Hawatatumia plan nyingine. Plan yao itakuwa imeishia hapo. Plan yao itakuwa imeenda, imesambaratika. Kumbe hii inakuanga roho. Wakishindwa hawa ambao wameshindwa, na shetani anapanga mipango mingine. Kumbe kuna roho lazima tuivunje leo. Roho ya kuonewa lazima tuivunje. Ndio kwa maana Biblia inasema ya kwamba roho wa Bwana ako juu yangu, kwa sababu huyu roho lazima akuandame, lazima akufuate mahali popote unaenda. Maana watakuandama kupitia kwa roho, watakuandama kupitia kwa mipango hiyo, watakuandama kupitia kwa mipango mbalimbali. Wakiondoka kwenye hii spirit, wanajuka kwa spirit ya pili. Wakishindwa na hii spirit, wanaruka kwa spirit nyingine. Walipopanga kumuua, mtu akakuja akanunua. Alipoenda kuuzwa, aliuzwa kwa mama anaitwa Potifa, na bado mama alitaka kuua kijana. Hallelujah. Maana wakati kijana aliambiwa, unajua kushikwa na mama vizuri, akushikashike, sijui kama mnanielewa. Kushikwa vizuri na mama kushikashike, arudi akushughulikie kama vilivyoshughulikia Samsoni, basi na wewe maisha yako inakuja to the end. What is inside you washakigonga. Bwana Yesu sana. Kumbe ile roho ya kuua, ile roho ya kuua, ya kuweka ndani ya shimo wafunike, ilibadilika ikaingia ndani ya mama. Ikakuja sasa ikamuita tall, dark and handsome boy. Mama akakuja akaanza kumezea mate. Maana roho ile ya kuua ilikuwa already ishaingia ndani ya mama. Kwa sababu mama sasa alikuwa anataka kupitia kwa hiyo njia ya mastailo mzuri. Alitaka kupitia kwa hiyo njia ya mastailo mzuri ndiye akumalizie. Haleluya. Naye kumbe Mungu ni nani? Akaingia ndani ya kijana mwenyewe, akamwambia no way, things are not going to work the way they are working. Akaingia ndani ya huyo kijana Joseph, akaingia ndani yake, akafanya kitu inaitwa resist. Mwambie neighbor, you must resist tonight. Lazima ukatae. Mwambie neighbor, leo lazima tukatae. Mwambie neighbor, leo lazima tukatae. Hiyo tabia lazima tuachane nayo. Hiyo maneno tuachane nayo. I have to resist tonight. Ambie mwenzako, fanya hivi, kaa hivi kisema, mwambie resist. Mwambie resist that bondage. Yani mgusaguse hivi, mwambie resist. Kataa kuonewa. Kutembea na miti sio kumaanisha wewe si binadamu. Kutembea na miti, disability is not inability. Mtu asiseme wewe ni kiwete. No, hakuna kiwete dunia hii. Hakuna. Resist. Useme Mungu alinitengeneza hivyo, kwa sababu hivyo ndivyo kuna stahili. Mungu alinitengeneza hivyo ndio niweze kukaa kwenye mipango hiyo. Nimekataa kuonewa, nimekataa kutumiwa, nimekataa kushughulikiwa kishetani. Joseph alikataa, akasema kula ni kuzuri lakini siingii. Ate sasa wanacheka nini? Unafurahi tu. Joseph
Joseph alisema kaambia mama, najua umebeba asali mzuri, najua uko na mipango mizuri kule ndani, lakini wakati wake haujafika. Siingii hapo. Mwambie mwenzako, siingii kwa mtego huu. Huu mtego sitaingia. Mtego sitaingia. Digotonya. Sitaingia. Mwambie mwenzako, sitaingia kwa hiyo mtego. Fanya kama liko kidogo, kagosi kidogo. Sitaingia kwa hiyo mtego. Maana mama alikuwa amejua sasa, kumbe si mama, ni spirit. Ilihama kutoka kwa ndugu zake, ikaenda ikaingia ndani ya mama. Kwa hivyo usilaumu huyu alikuwa anataka kuweka kwa mtego. Pambana na spirit iliyoko ndani yake. Basua spirit iliyoko ndani yake. Ing'oe, kwa sababu mtu mwenyewe ni mzuri, lakini spirit iliyo ndani yake ndio imetumwa. Ndio kwa maana Biblia imesema, naye Roho wa Bwana akakuja juu yangu, ndio niweze kutambua hii ni spirit. Niweze kutambua huyo si mtu, ni spirit ambayo iko ndani yake, na ndio imetumwa ikuje inimalize, lakini haitaweza. Yes. Mwambie haitaweza. Mose, no toraita. Sema haitaweza. Thank you. Ndio nitoleka rogano nake. Mwadhani ya rosha. Wacha nikwambie, baada ya hapo Josefu, Mungu akikuwa na mpango na wewe, akuwe na agenda na wewe, akuwe na reasoning na wewe, hata wafanye nini, hata waame wakuache, hata wakutendee nini, wakupangie ma-accident, wakupangie makejeli, wakuite wa narcissist, wakuite chochote ambacho wanakuita, this God has a plan. Lazima atakuchomoa, lazima atakuondoa. Wakati mzee anaitwa nani? Anaitwa nani huyu mzee? Potifa. Ni Pogiba ama ni Potifa? Wakati Potifa alikuja, mama aliambia Potifa, hiki kimutu ambacho ulikilete hapa, angalia venye kimenifanyia, angalia kimeingia kwa duka yako, already kimevunja duka, kimeingia ndani ya duka, kimekula asali ya duka, kimekula biskuiti, kimemaliza. Wewe unafanya nini? Wa mtu. Maana ile spirit ya kuua bado inafuata jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wale vijana hawakuwa wabaya, ni spirit. Unaweza kuua uwe mwema. Maana mimi wakati nilikuwa Mungeke, walinipiga marisasi wakaacha kama nimekufa. Halo. Wamenichepeleka jela mara 52. Imagine 52 times. Nimepelekwa jela 52 times. Hakuna jela iko Kenya hii sijapelekwa. Kumbe ni spirit ilikuwa ndani yangu. Sasa unaona mimi ninakaa kupelekwa jela? Hebu niangalie vizuri. Ninakaa kama nimewahi kuingia jela. Sasa imagine, nilikuwa mtu mzuri, nidaliki mtu kiega, no, the spirit ambayo ilikuwa imewekwa ndani yangu ndio ilikuwa inatenda maneno mabaya. Usijali na huyo mtu ambaye anakutendea vibaya. Muombee tu, Mungu anaweza kumsaidia. Muombee tu, kwa maana yeye yako mateka. Ndio kwa maana Roho ya Bwana anasema yuko juu yangu, ndio niende nikawatangazia watu habari njema, niende nikawatangazia watu ya kwamba kuna kufunguliwa. Sema kuna kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tuko pamoja mpaka hapo. Alafu walipofika sasa ni kumalizia kakijana, maana mama amechocha mzee na akaambia mzee, wewe usipofanya action. Aliuliza mzee, yani action yako unafanyaga ukifanya nini? We reactaga weka ate, yani una reacting ukifanya nini? Mama wa bibi ya Potifa alikuwa anauliza Potifa, wewe na ni askari mkubwa, unagusako wapi ndio uguswe? Hauja, yani mpaka saa hii hujaguswa, haujaona matendo ambayo nimetendewa. Mzee akaingiwa na Roho ya Bwana. Roho ile iliingia Benjamini, akasema badala tumuue, wacha tumuuze. But the same roho inakuanga unaona, wakikupangia roho ya kuua, Mungu naye anakuanga anapangia roho upande huu ya kukusaidia. Roho ya kukusaidia anatembea na wewe.
mahali popote utaenda utatembea na roho wa Bwana, maana roho ya Bwana ako juu yako, anaenda kukusaidia, anaenda kukubariki. Wacha wakupangie tu, wacha wapange maneno yao, wacha wapange nia zao, wacha wapange klasi zao, wacha wapange silaha zao. Mungu anaziona, Mungu anatembea tu na wewe, anaongojea tu wakati wanakuja kufanya, anakuokoa. Usijarishwe. Don't be afraid. Do not be intimidated. Akamwambia Joshua, oh my God, akamwambia Joshua ya kwamba do not be afraid, no be dismayed, maana nimekupatia Jericho. Ninajua Jericho iko na watu, ninajua Jericho kuna watu na watu ni wakali, wako na masilaha kukuliko, wako na nguvu kukuliko, lakini nimekupatia mimi Mungu wako, nimekupatia mimi Mungu wako, nitakupigania mimi Mungu wako, nitakuwezesha. Joshua akaambiwa ya kwamba usiogope wala usifadhaike. Akaambiwa simama, nitatembea na wewe, maana roho yangu wako juu yako. Sasa ambia maadui, ambieni maadui zako, sema maadui, wakati wako ndio huu wa kuact. Mwambie wakati wako sahihi, anza kuact. Angalia, cheza kidogo, mwambie act sasa. Kaa kama Tyson, anza kurusha ngome, mwambie sasa you can start the game. I am with my Lord. Niko na Mungu wangu. Oh, niko na Mungu wangu. Anza ka game. Just start somewhere. Anza somewhere. Anza to somewhere. Anza to somewhere. Mwambie start from somewhere and see my God. Wakati mama amejua amefaulu na akajua kakijana kanaenda kuuliwa, basi Potifa naye akakuja akaita maflying squad, wakapeleka kakijana wakakashika, hata hakuna mamlaka, hakuna kotini, wakampeleka mpaka jela. Lakini kuna kitu kimoja walifanya ambacho yeye Potifa wala mama ya Potifa hakukielewa. Badala yao kupeleka kule industrial prisons, kajamaa kalipelekwa Kamete prison. Kule kulikuwa kunafugiwa wa royal kingdoms. Na hamkunielewa vizuri. Badala ya Joseph kupelekwa jela za kawaida, haleluya, badala ya Yusufu kupelekwa jela za kawaida, walimushika wakampeleka ile jela inapelekangwa wakubwa. Maana Josefu hakuwa mtu mdogo, alikuwa mkubwa. The spirit of God will locate where you belong. Hata kama utakuwa jela, but you will be located where you belong. Hautawekwa na mahabusu ambao hautawekwa na watu magaragaria, hautawekwa na watu wasiojiweza. Utawekwa na watu wa klasi yako, utawekwa na watu wa level yako, na wale ambao si wa level yako wataondolewa, ndio kuwekwa watu wa level yako watang'olewa. Wale walikuja wakakalia kete ndio waanze kukalia, watang'olewa. You can't walk when you are a royal kingdom. Wewe ni mtoto wa kifalme, hautatembea na magaragari, utatembea na power za kifalme. Hata kama utakuwa jela, utakuwa ukitembea na power za kifalme. Hata kama utakuwa njaa, utasikia njaa ya kifalme. Hata kama utakuwa umelala, hata kama umelala kwa kichaka, utalala kifalme. Hakuna siku hata moja shetani hatapata nafasi hata moja. Hatapata. Watakupangia wakumalize, naye Mungu amekupangia kukuinua. Haleluya. Wamekupangia kukuangusha, naye Mungu amepanga kukuinua. Wamekupangia umasikini, naye Mungu atamepanga kutajirika. Wamekupangia wewe hauna kitu, kumbe umepangiwa kuwa prime minister. Kajamaa kalipelekwa mpaka Kamete maximum. Kule Masongo walikuwa wakifungiwa. Walipofika kule kwenye Masongo, Mungu akaingia ndani yake akaanza kumuotesha ndoto. Mwambie mwenzako kutoka leo utaanza kuota. Maana God will create a way where there is no way. Alijua haka kama mtu ni kainji nyingine. Sijui kama kuna mtu amewahi kuenda jela. Kama umewahi kuenda jela ndio unaelewa maana ya jela ya kufungiwa Tanzania. Ungewish ufungiwe Kenya.
Tanzania na Kenya wewe bado utakuwa mfungwa, lakini afadhali ukiwa Mkenya, afadhali ufungiwe Kenya badala kufungiwa Tanzania, badala kufungiwa Uganda. Maana rights zote za mtu wa foreigner hawana hata kidogo. Hakuna mtu wa kukuletea kasabuni, hakuna mtu wa kukuletea katishu, hakuna ndugu yako wa kuja kukuangalia kwa kioo. Unakuanga wewe ni wewe. Tangu siku ulifungwa utaishi huko ndani, hakuna mtu atakuona apart from judge na polisi, na utafungwa bila watu wenu kujua. Joseph alikuwa foreigner, lakini aliwekwa kule kwa masongo. Kusema masongo, ulipanga vibaya, lakini utawekwa mahali ambao utafungiwa, mahali wasongo wakikula. Sasa naye Mungu, jamaa alipowekwa kwa masongo, jamaa aliwekwa ndani ya masongo, naye majamaa walikuja. Unajua ukiwa jela na ukiwa na pesa, maisha yako inakuwa mzuri. Ni wakati nilikuwa napelekwa Kamete, nilikuwa napatiwa rumu yangu, maana nilikuwa na hizi, sema Mangondo, nilikuwa na hizi. Unanunua mkubwa wa jela mpaka chini, wanakupatia nyumba yako na wanakupatia mattress zako na blanketi zako, zinatoka nje, sio za jela, zinatoka nje. Unakula kakuku. Na siku nilikuwa nakamata kawaini kidogo, nakamata naletewa kawaini kale kazuri, ninakuja mkuu wa jela anakuja ndani ya seli yangu, tunakula pamoja, utakula na wao. When the favor of God is upon you, when the favor of God is upon you, watawacha nyumba zao hapo wamekufungia, watakuja mtakula na wao hapo mtakula na wao, na watachakula chakula chako, wataishi maisha yako, utawabwaga wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Joseph akiwa ndani, hawa masongo wakaanza pia kuota ndoto. Joseph naye akakaa pale, ndoto watu wameanza kuota. Kumbe Mungu atapanga mipango ya kupata wewe upate chakula, atapanga mipango ndio uweze kukaa vizuri, atapanga mipango ndio uweze kufaulu. Wao masongo waliokuwa ndani wakaanza kuota ndoto, wakakota ndoto, lakini wakakosa mtu wa kutafsiri. Wakasikia Joseph anajua kutafsiri, wakaenda kwa Joseph wakamwambia nimeota hivi na hivi. Joseph anasema leta kitu nikutafsirie. Mungu atakutengenezea kanjia mahali hakuna njia, atatengeneza kizima katikati ya desert katikati. Atatengeneza kitu mzuri, atafanya watu wateseke kwa sababu yako, atasema watu wagonjeke kwa sababu yako, atasema watu wafanyike kitu, ndio ukuja uprovide na solution. Katika hiyo solution utapatiwa kitu, katika hiyo solution utakula. Katika hiyo solution utakula. Sema nitakula. In the midst of a problem, kwenye challenges zote nitakula. Kwenye hakuna watu wa familia yangu nitakula. Nikiwa ndani ya jela in a foreign nation nitakula. Hata kama ni mke wa king amesema nifungwe, bado nitakula. Mungu atasababisha matatizo hao wakuwe na matatizo, nitakula. Lazima Mungu akaniambia ingia ndani ya city center, na ukifika ndani ya city center, jamani nitakutumia ni hawa, nitakupatia unga wa kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu pigeni Yesu makofi. In verse number 3. Verse number 2 inasema, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn, to give them beautiful hairdresses instead of ashes. Yani Roho wa Bwana ako juu yangu kwa sababu ya huyo mzee, kwa sababu ya huyo mama, kwa sababu ya hawa watu ambao wamekuja. Nipatie kaunga tuwili, lete hapa, lete tuunga tuwili. Maana Roho wa Bwana ako juu yangu, so that I can comfort you who mourn. I can comfort you ambao unateseka, ambaye wewe hauoni. I comfort you. I comfort you. Nikwambie uende ukule kauga, wewe uende ukule ka. I comfort you. Wewe leta unga ingine, leta unga, leta hapa. I comfort. Maana Roho wa Bwana ako juu yangu,
ndio nikupatie faraja, ndio nikuwe msaada kwako, ndio niseme leo utakula kaunga. Leo Roho wa Bwana ako juu yangu, ndio niseme leo unaenda kubarikiwa, unaenda kubarikiwa, unaenda kubarikiwa, unaenda kubarikiwa, unaenda kubarikiwa, unaenda kubarikiwa, unaenda kubarikiwa. Ndio maana ya Roho ya Bwana kuwa juu yako. Hallelujah. To comfort. To comfort. Hallelujah. Ameniambia niwapatie, ndio kwa sababu mkuwe comfortable. Ndio ukikula, mimi najua ulikuwa husikiagi neno, ziko sababu huna masikio, kwa sababu ulikuwa njaa. Sasa ulikuwa na shida, hawa mapasta wanatupigia kelele. Leo unasikia nikipiga kelele? Leo unasikia nikipiga kelele kweli? Sipigi kelele, unaona venye wametegea mpaka masikio imefunguka. Ule mtu atasikia vizuri ndio atapata ugaleo. Na nitawauliza maswali. Ile basi nimesoma. Kwa hivyo kama hautashika basi hakuna uga. Bwana Yesu, huyu ni mwema. Yaani aliokoa mtu kama mimi. Imagine mtu kama mimi Dora. Ati mimi ndio nahubiri sasa. Unajua na kaaga magini niliendaka ninaingia kwa kioo yangu najiangalia na kuuliza wewe unaitwa nani? Na hiyo ya kukua ananiuliza wewe unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Aya, inasema namna gani? Yes. Tuende verse 5. They shall build up the ancient ruins. They shall raise up a former devastation. They shall repair their ruined cities and devastations of many generations. Yani Mungu anaenda kukuletea uregesho. Hallelujah. Mungu anaenda kukuletea uregesho. Mungu anaenda kukuletea uregesho na atakujenga tena upya. Haijalishi vile watu walikuacha ukikaa, haijalishi vile watu walisema utakaa, haijalishi vile watu walisema utakuwa kama utaishi, maana Mungu anaenda kukujenga upya. Licha ya maneno waliyosema juu yako, licha ya majina waliyokutaja, licha ya propaganda walizoziweka juu yako, haijalishi walikuita nani, haijalishi walisema wewe ni nani, haijalishi walisema wewe utakuwa nini, maana Mungu ako na plani, Mungu ako na mienoko, Mungu ako na kitu kipya amekupangia, amekupangia njia mpya ya kufaulu. Vitego waliokuwekea atakutengenezea njia, atakutengenezea njia nyingine. Walifunga njia wakaweka mabloko, Mungu atakufungulia njia nyingine. Waliweka na wakasema hakuna siku utafaulu, Mungu akasema hautafaulu. Kuna siku walisema hautaenda mahali, Mungu anasema wachana na hiyo huko, weka hiyo katikati. Kuna kitu kinisumbua. Kitu kimeshika vizuri. Weka hai. Tena Mungu anaenda kukuweka huru, anaenda kukufungua, anaenda kukuinua, anaenda kukubariki. Lazima. I resist that. Hakuna tamko
Pastor alihama. Unajua ukiambiwa wewe ni nini? Unafikiria mtaniweza? Hamtaniweza. Nitaongea bila microphone na itaenda kwa live. Hivyo ndivyo walikuwa wanasupua ka Josefu. Lakini ka Josefu Mungu alifanya waote, wakaota ndoto, akatafsiri ndoto. Ndoto ile alipotafsiri, kamtu kamoja ka State House kakashikwa, akakatafsiria. Walipofika kule State House, kumbe na yeye mdhamaki amewekwa shida ya kuota ndoto. Kuna watu watawekwa shida ndio uende ukue msaada kwao. Ngoja niwaambie siri. Niwaambie siri. Sasa hizi wamekudharau. Sasa hizi hawakupendi. Sasa hizi wanakupiga. Sasa hizi wamehama. Sasa hizi wamefanya vitu zote. Wachana nao. Sio wao. Kuna mahali unaenda, utakutana na watu wako na shida yako. Yaani hao wanaenda ni kukaa wamekaa wakingojea ukufe, wameona haukufi, sasa ndio wamekasirika, wameenda kuua mwingine. Na katika hiyo kwenda kuua mwingine ndio Mungu atakutengenezea kajia, maana wao ndio walikuwa wamesimama kwenye njia, ndio walikuwa wamezuia njia yako, ndio walikuwa wamezuia njia yako, ndio walikuwa wamezuia njia yako ya baraka, walikuwa wamezimama. Yesu alikuwa anaita Masadukisi na Mafarisayo ambao hawaendi na hawarudi, wamefunga njia. Mungu atawaondoa, Mungu atawang'oa, Mungu atawakorionto, Mungu atawakakaka. Mungu atawakakaka. Oh my God. Nani anasikia kufurahi? Nani anasikia raha? Nani anasikia raha? Inua mkono wako juu kama unasikia raha. Yes, thank you. Wacha wale wamenuna waendelee kununa. Wacha wale wanaendelea kuwa na mahirizi zao waendelee kuwa na mahirizi, lakini hatubanduki. Sema ngo, hatubanduki. Nitaendelea kuhakisha moto, nitahakisha moto mpaka dhedeshia nyusia kane mwaki. Nani niende training ya miaka 10 Mogeke, alafu kuja tisha. Nilienda training ya kijeshi Mogeke. Unafikiria Mogeke nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa training ya kudili na wanyama kama wewe. Ya kushughulikia. Unajua nikikukodolea tu jicho hata saa hii, hata umesikia nimehubiri vizuri, nikifungua jicho yangu kidogo kwa kisi utajikuja tu pole pole. Unakumbuka siku ile?
unakuja kutuuzia vipwasa zako hapa na vipiengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpatie mwenzako high five. Mwambie umesikia hiyo report. Muulize umesikia hiyo report. Umesikia hiyo leo? Umesikia hiyo leo? Mwambie nimeresist. Hamutanikalia. Malaria mawedo nikomeda. Hamutaweka kwenye umasikini. Hamutazuia mutema, hamutazuia huduma yangu. Hamutazuia biashara yangu. Hamutazuia. I resist. I resist. Sema I resist. Nimekataa. You bondage. Mwambie you bondage. You have no power over my life. Joseph walielewa, I am not going to conform. I am not going to be part of this country. I am not going to be part of this system. Akakataa, akasema hata ufanye nini mama, mimi silali na wewe. Akaresisa, akambia mama, niye dikoya oke wako. Nenda oke jiga ilone gai. Sitakora mapweko dioro yako. Mimi Mungu ameniwekea. Akakataa, akapelekwa jela. Wakifikiria wamemaliza, kumbe ndio walimuandalia. Wakamwandalia programu nyingine mpya. Kumbe huko kuna watu wa kuota, wakumpeleka statewise. Statewise inaitwa nini? State house. Si statewise. Kumbe hao wamekupangia kukumaliza. Ni kanjia wanakusukuma wakikupeleka into your destiny. Kwa hivyo usijali, usiogope, usitishike, maana you are being prepared to get into your destiny. The people that are trying to fight you wako hapo because they are pushing you to where you belong. Kama si wao haungeenda. Imagine kama Joseph hangeuzwa. Imagine Joseph kama hangeenda kwa Potiphar, apelekwe jela. Imagine nani angekuwa prime minister. Hallelujah. The challenges you are facing today are meant to prosper you. The challenges you are facing today, they are not meant to destroy you. Ziko hapo kwa ajili kukupeleka to your destiny. Wakifikiria wanakumaliza, kumbe wanakuzukuma kwenye destiny yako. Kila kitu ambacho mawe wakikurushia, usijali, usiwarudishie, weka hapo chini. Wakirusha nyingine weka hapo chini. Wakirusha nyingine weka hapo chini. Wakirusha nyingine weka hapo chini. Baadaye siku ya kesho ita mafundi ujenge nyumba. Ita mafundi. Maana haukuwa na pesa ya transport ya kuenda kuokota mawe. Haya, kumbe mtu atasababisha watu warushe mawe. Maana you needed those stones to build a house. You needed those stones to build a house. Kumbe hiyo mawe ndio ilikuwa nataka. Kumbe hawa watu walichochwa na Mungu waende warushe mawe. Wao walikuwa nafikiria wanakumaliza. Wao walikuwa nafikiria wanakuangusha. Mwambie mwenzako I resist. Sitachukua mawe nikurudishie. Sitachukua, maana hii mawe ndio nataka. Kumbe hizo vitakataka wanakurushia ndivyo vinatakikana kajiri kupeleka mahali hapo mbele. Kumbe ndio itakupeleka state house. Kumbe ndio itakupeleka kwenye destiny yako. Hivyo vimawe unaona, hivyo vimawe hako kamawe ndio kaliua Goliath. Hako kamawe anakurushia ndio kalimaliza Goliath. Haya, mwambie mwenzako hapa. Mwite babe. Mwite babe. Mwambie Goliath is dying today. Mwambie Goliath anakufa leo. Goliath lazima akufe. The Goliath of your life has to die. Resist. Hiyo bondage walitaka kukuweka. Hiyo jela walitaka kukuweka. Hiyo kifungo walitaka kukuweka. Leo ni lazima tuikatae. Leo lazima tujiondoshe. Leo lazima tuiangushe. Mipango ya shetani juu yako lazima iporomoke. Mipango ya kuuzwa juu yako lazima iporomoke. Mipango ya kuonewa juu yako lazima iporomoke. Leo lazima tupate ushindi. Leo lazima tuondoke kwenye utumwa wa shetani, kwenye kuonewa, kwenye kudharauliwa, kwenye kuchukiwa. Tunaondoka, 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 tunaondoka.
Tunaondoka leo. Mwambie mwenzako tunaondoka. Yes. Haya, umeenda? Nilikuwa nafikiria ameondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu ni maajabu. Wacha kuangalia shida ambayo unaipitia leo. Hiyo sio shida. Mali ni mpango wa Mungu. Aliwatumia wakifikiria ni kukunyanyasa, wanakunyanyasa. Kumbe ni mpango wa Mungu. Walikuwa si wahusika katika maisha yako. Walikuwa si wahusika. Wao ambao ulikuwa unafikiria ndio wahusika. Kumbe hawakuwa wahusika. They were not in the part. They were not in the program of God. They were not in the agenda of God. Ulienda ukawachukua maana ulifikiria ni marafiki. Wewe mwenyewe ndio ulijitungia ukajiletea hawa watu karibu kwa sababu ulifikiria watakusaidia. Kumbe Mungu alikuwa na program nyingine. Mungu alikuwa na mpango mwingine. Wale ambao uliwaacha ukaona ni kama hawafai, kumbe walikuwa ndani ya mpango ya Mungu. Hao ndio walikuwa wakamilishe kazi yako. Hao uliwacha kule nyuma ndio walikuwa wakafanya kazi yako. Kumbe hawa wengine walikuja tu kujaribu kuzuia kazi ya Mungu iliyo ndani yako. Walikuja kuwa vikinge, walikuja kuwa maukuta, walikuja kuwa makwakwa. Lazima mwambie mwenzako, lazima turudi pale nyuma. Hapo nyuma ndio tuliwacha barabara. Ile barabara tuliwacha ndio hiyo. Mwambie mwenzako, ile barabara tuliwacha ndio hiyo. Hiyo ndio inatupeleka mahali tunastahili kukua. Haleluya. Leo lazima uweke kila kitu chini. Mwambie mwenzako, leo naweka kila kitu chini. Leo naachana na kila kitu. Leo ninajitenganisha na maroho ya kila aina. Leo najitenganisha na kila maroho ya aina. Kila mipango ambayo nilikuwa nimepanga nimeipangua. Kila mipango nilikuwa nimeazima imepanguka. Kila kitu ambacho nilikuwa nimetengeneza nimekibomboa. Maana nataka Mungu anitengenezee mzingi wangu leo. Nataka Mungu sasa aanze kunitengeneza. Nataka Mungu aanze kuniunda tena. Nataka Mungu aanze kunijenga tena. Ndio niondolewe watu wa makoro. Niondolewe watu ambao walikuwa wanazuia kazi ya Mungu isifanyike ndani yangu. Waliona ndoto yangu wanaizuia. Waliona picha yangu wanaizuia. Waliona mipango ya Mungu juu yangu wamekuwa wakitaka kuizuia. Lakini sasa ninaweka nguo zao chini. I resist. Ambia mwenzako, I resist that bondage. Yani ilikuwa unafikiria ni kukupenda wanakupenda, lakini walikuwa wanakuweka jela. Unaona mama nakwambia, mama naambia Josefu, mama kijana unapendeza. Kijana, wewe ni sura mzuri sana kijana. You look very very beautiful. Oh hallelujah. I can see you are going far. I prophesy. Mpaka mama akaprofesia kijana, akamwambia I can see you are going far. I can see the power of God in your life. You look so handsome. You don't look like our men here. Our men look like they are foregodare. You know you are so handsome men. So akamwambia sasa, because you are handsome men, and I am a wife of the commissioner of police, so don't worry, I am also beautiful inside and outside. Akabia kijana, sahani ndio hiyo, kijiko ndio hiyo, hapa hatukulagi na mikono, tunakulaga na homa. Akabia chukua homa na kisu nikuonyesha venye inakuliwa. Mama wakamwambia kuja, hatukuliagi sitting room, tunakuliaga na huko. Maana kijana hakuwa anaelewa hii lugha, hakuwa anaelewa lugha ni ya kupelekwa na huko ndani. Akaambiwa kuja na huko ndani kuna room ya wageni, kuja ukulie wapi? Akampatia homa na kijiko. Sasa kijana akakikimbia, kakaenda chikiche ni kuchukua homa na kijiko, ndio kakule chakula. Kakaambiwa wewe kubafu, tuingie na huko ndani, wewe ndio tutomele akili kile ndekana. Kijana akarealize, akajua ni mtego ya shetani. Huyu amekuja kuniondoa kwenye plani ya Mungu. Huyu amekuja kuiba nyota yangu. Huyu amekuja kuiba mpango ya Mungu. Akaambia mama, I resist. Hallelujah. Akaambia mama, I resist. Chukua uma yako, chukua kisu yako, hata sahani yako chukua. Mimi sitakula hata kama kuna asali ndani, sihitaji asali, because I know where I am going. Najielewa kule naenda, naelewa kile Mungu alipanga ndani yangu. Sikufi. Kama unangojea nikufe, sikufi. Mwambie mwenzako, sikufi. Kama unangojea huduma yangu ikufe, haikufi. Kama unangojea biashara yangu ikufe, haikufi. Haleluya.
Kama unaongojea maisha yangu iishe, haiishi. Kama unaongojea ati nitaacha kuitwa apostle, kama kuna jina ingine kubwa kuliko apostle naenda kuitwa mwaka huu. Nataka nikwambie kitu moja. Kama kuna kitu nasikia raha ndani yangu, ni kusikia leo God is removing me from this bondage. That God is setting me free tonight. That I'm no longer going to be stagnated, jugunated. Basi jamaa akapelekwa, akakamatwa, akapelekwa mpaka prison ndani. Kupelekwa prison, badala apelekwa prison ya manyanganyagia, akapelekwa prison ya matajiri. Wao watakuwa wamepanga kukumaliza, kumbe kule wanakurusha ndio Mungu alikuwa amepanga uende. Walipanga uishe, lakini Mungu anakupangia vingine. Mungu anapanga vingine. Wakipanga hivi, naye Mungu anapanga hivi. Wakisema hivi, naye Mungu anapanga hivi. Just imagine. Just imagine. Venye Mungu anakupenda. Naangaliaga baba yangu huyu James Maina Ng'ang'a akitembea. Unajua huyu mzee amezeeka. Ni mwini mkono mzuri usio. Netua kakijana. We, tuko live. Saizi anahubiri. Saizi ndiye anatoa mapepo hata ona. Saizi ndiye anasema lia na uende. Lia na uende. Kakakakakaka. Hopa papa. Hokakakakaka. Huyo ni baba yangu. Awe ni mbaya, awe ni muizi, awe ni nini. That's my spiritual father. Na mujifundishe kutii baba zenu. Awe kiwete, awe kipofu, awe ni nani, hata asemekane anaabudu shetani, huyo ni baba yangu. Ndiye alinizaa katika ulimwengu wa roho. I respect him and I love him, na nitaendelea kumtaja. That is my story. Kama mkikosa kutii baba zenu, hakuna baraka mtapata. Hebu imagine, mimi nimeokoka tu juzi. Huduma nimeanza hii sasa kuja sasa kufanya huduma. Acha na ile kwa kitu ilikuwa tunafanya pale, mlikuwa mnanitesa pale City Stadium. Hii ni mwaka yangu ya pili ya huduma kamili. Sasa kusema nimeingia kwenye huduma, this is my second year. Nitafutie pastor ako na miaka 2 kwenye huduma, kuna kitu kama hii, nitafutie mmoja. Hakuna. Ni kwa sababu ya kuheshimu huyo mzee. Maana amepigana vita vile amepigana, siwezi kupigana. The reason of sitting under a father, zile vita amepigana hautapigana, maana ameshinda. Utapigana anga yako nyingine. Sasa wewe unajifanya mang'aa, unajifanya wewe unajiona wewe ni kama Mungu. Acha tukuone ukokaa hiyo leti hili dogo. Niwedera wewe takuja kama hiyo ya marida, ukiwa umekila mmoja kaleta na kule ndio umeangalia huko, jicho imeangalia huko juu. Heshimu mafuta ulio chini yake, na kama unaona hauwezani kabisa na hiyo mafuta, ondoka tu polepole. Ondoka na usiambie mtu, na usipige makelele, na usiambie mtu ati umetoka. Ondoka tu polepole. Wale watu werefu, wale wanaona hatakaa chini ya dola, wameondoka. Hata wakati nilikuwa kuna makanisa kadhaa nimeenda, wakati niliona huyu hatuwezani na yeye, sikumwambia nimeenda. Hata sasa hivi tukikutana nao naambia nakuja. Nilifika South Africa, niko Dabani nakuja. Na wananiambia si nilikuwa na umefungua kanisa. Hapana, hiyo si yangu, ni ya pastor mwingine kama mimi, my twin brother. Kwa sababu hiyo mdomo yake, unaona hiyo mdomo naachilia hapa, si mzuri kwako. Ni baya, si mzuri. Wewe jifanye tu kiherehere, jifanye tu kichwa gumu, utajionea tu. Sisi tutakuona tu hapa. Wacha kujaribu kupigana na mafuta. Wacha kupigana na dola. Dola amepigana na kila mtu dunia mzima. Mimi nilishikwa na CIA, nilikuwa nafuatwa na FBI, ndio walikuwa wanatafuta. Tu askari tu wa Kenya tulikuwa nimekuja tu wote. FBI. Ndio imagine kisha ni FBI. Wewe uliwasha nini sifa wako? Wewe mpaka hujatafutwa na chifu wa kwenu. Na unangangana na mimi. Yaani ni kama kwenda kungangana na kukunia, kukushindana na ndovu kukunia. Na unajua ndovu haitafunagi miti, inamezaga miti. Na inatoaga hiyo miti ikiwa mzima. Sasa unaenda kushindana naye.
utaumia tu bure. Tafadhali wacheni numanga. Najua mmezoea kurukaruka makanisa na mmetoka hii kanisa, mmetoka hii, umeenda hii na umeangusha pastor wa huko, umeangusha wa huko mwingine. Sasa unashindwa dola ni nani? Dola ni chuma. Sema chuma. Ni chuma. Hii ni chuma. Amen. Hii ni chuma. Nimeenda jela mara 52. Nimehukumiwa kunyongwa mara 2. Nimeekelewa mashini mara ngapi? 2. Mashini inakataa kuhuruma. Umesikia? Mashini inafanya nini? Huyo mzee amestuka. Akasema ni mtoto wa Mungu shakaruka huko. Yes. Katika ile gang ya kuiba tulikuwa mimi na Wanogo na Rasta na huyo mwingine Madheri na huyo mwingine anaitwa nani? Washosho akipigwa risasi pale Matasia, hapo Matasia. Tulikuwa na mimi nilikuwa na next house. Wanogo tulikuwa naye pale Wanyororo, Gashura. Pale alipigiwa pale risasi. Mimi ndio nilikuwa nimetafuta hiyo nyumba. Haleluya. Rasta tulikuwa naishi naye pale Umoja. Mimi ndio nilikuwa nawaekea bunduki. Walikufa wakaniacha. Halo. Sema hii ni chuma. Hii ni chuma. Wacha kungangana kushindana na huyu mjamaa. Moi alingangana na mimi mpaka akaniita kwake. Tukakaa. Mimi ndio niliiba. Ile kuku ilipotea ile kuku mimi ndio niliiba kwake kwa nyumba. Asa ati wanasema orali yoge nyito no agekuire. Yeye ndio witness. Yeye ndio witness peke yake. Yeye ndiye anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Bwana ako juu yako. Nikutangazie kuachwa huru. Nikutangazie kukombolewa. Nikutangazie kuinuliwa tena. Nikutangazie kutoka leo waliokuweka ndani ya jela zao, hizo jela zote zimebomolewa. Waliosema hautafaulu, hizo maneno yao imeondoka. God has done it again. Mwambie mwenzako God has done it again. Usijalishwe na vitu wanasemanga. Wacha wewe hurie tu. Mtu anataka jijaze tu na uishi hii dunia. Utaishi dunia, utatengeneza nafasi yako. Hii dunia haikuangi mahali iko free. Hapana. Hakuanga kuna kitu free dunia hii. Ni wewe ukakanyage useme kutoka hapa mpaka hapa ni kwangu. Na kale kanakuja unafinya na Mungu bado ataendelea kuitwa Mungu. Thank you. Tusimame kwa miguu yetu. Wale wanaweza kusimama. Shikeni sadaka zenu kwa mikono. Kila mtu ushike sadaka. Hata kama ni shilingi moja, ushike kila mtu. Nimesema kila nani? Ukuje uwekelee kwa madhabahu hapa. Patia huyo mseka mfuko yake. Sasa mnaongoja mpigiwe gitaa na nyinyi mwanze kuiba. Ama mnataka kubebelezwa? Ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo Bwana, ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi. Leteni hapa, wekeni. Vilivyoharibika Kila mtu unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo wewe. Oh, ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi. Vilivyoharibika unavifinyanga tena,
jinsi upendavyo wewe. Ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo Bwana. Wewe ni mfinyanzi vilivyoharibika, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo wewe. Unaweza, 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 hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Unaweza, 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 hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Unaweza, 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 hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Unatosha, 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 hakuna jambo lililo gumu la kukushinda. Nani kama wewe Bwana? Hakuna wengine kama wewe Bwana. Hakuna. Nasema nani kama wewe? Hakuna wengine kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe Bwana. Hakuna wengine kama wewe Bwana. Hakuna unayeponya magonjwa mbalimbali ni wewe Bwana. Hakuna wengine kama wewe Bwana. Hakuna nani kama wewe Bwana. Thank you. You may be seated. Naomba mketi tu kidogo. Nataka tutacheza kabisa leo mpaka watu wafunguliwe, si ndio? Maana tumeresist. Leo tunavuka kutoka kwa bondage. Kutoka Friday tumekuwa jani ya kutoka kule Misri ya kufunguliwa. Leo sasa tumekataa the bondage, tumeondoka kwenye the bondage. Jela ambao walikuwa wamekuweka umeondoka. Mwambie mwenzako nimeondoka jela. Si yuko kwenye jela tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Simpatie mwenzako hapo, mwambie high five. High five. Wewe simwambie huyo msee high five. Na nyinyi yes, mwambie high five. Nataka kuuliza, uko mahali hapa na hujaokoka na ungependa kuvuka na hiyo bondage tumevuja? Inua mkono wako kama uko hapa unajua haujaokoka na unajua Mungu anakuona tu ukidanganya na uko ndani ya nyumba yake. Kama unajua haujaokoka, inua mkono wako juu. Yes, mama juu. Kama unajua unataka kumpokea Yesu, ukuje kwa Yesu, ufunguliwe maisha yako. Maana vitu vingine ambavyo unavipitia si za kawaida, ni uchawi walikuroga.
na ulikuwa umeokoka, ulikuwa unakaaga vizuri na Yesu, lakini ulirudi nyuma. Kama wewe ni mmoja wale ambao unaona unajihisi kwamba kuna kasoro katika maisha yangu, ile maisha nilikuwaga nayo ya Mungu ni kama imetoka kidogo, simama pia, nataka kukuombea. Nasikia Mungu akiniambia ombea hawa watu wafungue, maana si kupenda kwao, ni kurudishwa, walirudishwa nyuma. Simama tu kama huko, simameni tu. Yes, kuja hapa karibu, kujeni hapa mbele, waleteni ashes. Kuja tu, najua kuna wengi umerudi nyuma. Yaani maisha yako ilikuwa mazuri, ulipenda Mungu, lakini all of a sudden kitu kilifanyika tu, umejikuta huko nyuma, umejikuta sasa wewe unafanya vitu vibaya, unaongea mabaya. Wewe ni mtu wa kupiga watu na mami kama hii kitu. Tunaweza toa hii kitu. Tunaweza toa. Siko lazima ni nakuomba unaweza toa. Toa basi. Wewe ni Muislamu? Nani alikula huko? The chicken box. Mpaka mtoto. Wow. Chicken box. Na kuna kwanga na kuku ndio chicken box ndio kuku box. Na nasubiri tu, na waongoja, kujeni tu. Usione haya. Unajihisi unahitaji uregesho. Unajihisi hiyo neno ambayo imenenwa leo ni wewe imeguza. Imekuguza kabisa. Maana juzi na juzi nyingine uliongea maneno baya. Juzi na juzi nyingine ulijikuta kwenye hali ambayo si mzuri. Kuja tu hapa mbele ninaenda kugoja. Kuja tu tushirikiane pamoja. Maana kuna kitu Mungu ananiambia, kuna wengi sana pale wanahitaji msaada. Kuna wengi wanahitaji kukombolewa. Kuna wengi wanahitaji kubarikiwa. Kuna wengi wanahitaji kuinuliwa tena. Walete tu, kujeni tu. Kujeni, najua mko wengi. Najua mko wengi. Kuja tu. Ni wakati Mungu ametenga kwa sababu yako. Ni wakati Mungu amesema nataka kufungua watoto wangu. Maana kuna baraka ambayo inakuja. Kuna baraka inakuja. Ukikubali kuvunja hii munara, ukikubali kuvunja hii mipango ya shetani, kuna kitu Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Hiyo kitu ambayo umekuta haipatikani, umejaribu kutafuta haipatikani, umejaribu kujisukuma mbele haiwezi, umekwama kwenye maisha, umekwama kwenye biashara, umekwama kwenye malengo yako. Mungu anasema kuja hapa mbele ufunguliwe. Kuja nikufungue, kuja ukafunguliwe. Maana ndio kwa maana Mungu alikuleta hapa leo, alikuleta kwa sababu ya kufunguliwa. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni tufurahini pamoja. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Sasa nasikia sauti inaniambia ni wengi wako hapa ndani, wako wengi. Ni Mungu tu anakuita. Sijui ni kwa nini Mungu amekuita leo. Kuja tu. Kuna wazee, kuna vijana, kuna wavulana, kuna wake. Kuja tu. Kuja tu, Mungu anakuita. Wacha kukatalia hapo. There is a reason God has called you today. There is a reason. Kuja tu, wacha kukwamilia hapo nyuma tu. Kuja tu. God has a reason for you. Hujui kama ni accident una evade, hujui kama ni kifo unaondokea, hujui kama ni kujiua unaondokea, sijui ni nini, lakini nimeambiwa waite. Nataka kuwasaidia leo, nataka kuwabariki. Kujeni tu. Kuna watu wamefika mwisho, mpaka nyumba hailipiki, hata nini, maisha imekuwa tu imekwama kabisa. Nothing is working in your life, nothing, completely nothing. Just kuja tu na kusubiri tu. Wasaidieni hawa watu wako nyuma, wasaidieni tu. God is doing something. God is doing. Kuja tu. Maisha imekwama, biashara haifanyi. Maisha yani kila kitu, hata familia imekureject. You are rejected by the family members. Yani unajikuta tu una roho chafu, roho baya tu inakaa baya. Hujielewi ni kwa nini. Ukiona mtu unaonanga tu kumchukia, unataka kutukana tu apostle, unataka kufanya, unaona tu ukiona mtu unataka kumtukana. Kama mama
mama mwingine anaitwa Rosidegwa. Rosidegwa nilimuona. Na wale ambao tunaingia kwa mtandao, watu wa mtandao kule Amerika, kule UK, kule Germany, nataka niwashukuru kwa kutusupport sana. God bless you. Na kama kuna kitu unaendea na kitu ambayo imekukwamia kama maisha, now you need Jesus back to your life, angalia, inua tu mikono yako hapo kwenye runinga yako. God will do something wherever you are. Distance is not a barrier. Distance is not a restriction. Watu wa majuu na waona. Mungu awabariki, na muendelee kulike na kusubscribe na kushare katika YouTube yetu Bethel Clouds TV. Bethel Clouds TV. Share. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe umetoka wapi? Na wewe? Ukuru kwa Jega. Na wewe? Wewe? Ruben. Bado uko Ruben mpaka saa hii? Na umekaa Ruben sana. Nilikuwa Ruben nikiwa na miaka 17. Sasa hivi umeona nimemea mpaka ndefu. Na wewe? Tani wa Ruben. Wewe ni wa Ruben. Wewe ulitoka Ruben. Watu wa Ruben inua mkono juu. Haya. Kwa nini nyinyi nyote? Ruben hakuna pasta? Unapenda nini? Mukoki. Anakonga kwa redio. Nimewapenda watu wa Ruben. Sisi tutengeneza crusade Ruben. Tutengeneza crusade Ruben. Ninaona hiyo roho ya Ruben bado inanifuata. Kanyumba kangu kako makalibomolewa. Iko? Haya, mnaijua? Nitakuja. Tuitengeneze tukutanage hapo. Ama waliweka changa huko ndani. Hiyo wa nyuma, huyo alikuwa hapo nyuma ndiye alikuwa anauza changa. Unamjua? Alikuwa anaitwa nani? Hata huyu mama nilikuwa namuona huko. Inua mikono yako juu tuombe. Uamini tu Mungu atakutendea, Mungu atakusaidia, Mungu atakubadilisha. Na tukimaliza maombi hapa, nitataka nyinyi wote msiende. Mkae kwa ile kona moja pale. Nitataka kuonana na nyinyi niongee na watu wa Ruben. Mimi najua shida za Ruben, ndio niwasaidie. Si ndio? Nataka mkue hapa washirika hapa ndio niwasaidiage kabisa. Wewe umesoma? Umefika wapi? Class 8 na wewe? Form 4 na wewe? Ulikuwa chokora? Halo. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, kutoka leo nimehama. Nimekataa kufungwa jela. Nimekataa every bondage. Nimekataa kuwa mateka. Nimefunguliwa. Sasa mimi si mateka tena. Mimi si mateka. Nimefunguliwa kutoka kwenye umateka. Mimi ni mtoto wa Yesu. Na wewe shetani, kutoka leo sina mahusiano na wewe tena. Mimi ni wa Yesu. Sema amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaleta watoto hawa wako mbele zako. Ninawaondoa kwenye umateka, minyororo ya kidini, minyororo ya kifamilia, misingi ya kifamilia, damu ya kifamilia, misingi ya maeneo wanaokaa. Wachawi, warogi wote na Illuminati, ninavunja madhabahu yao. Kutoka leo hawa watoto ninawaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Hawa watoto ninawaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Ninawaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Nawaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Nawaweka huru katika jina la Yesu Kristo. You are free now. You are free now. You are free now.
ni ujumbe wa Bwana. Haleluya. Huru sasa, uko 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 huru sasa. Mungu akuonekanie, Mungu akuonekanie, Mungu akubadilishie maisha yako, Mungu akubadilishie maisha yako. Macho yako na ione sana, macho yako na ione, masikio yako na isikie tena. In the mighty name of Jesus Christ, usikie tena. Mungu akuweke huru kutoka kwa minyororo ya giza. You are free in the mighty name of Jesus Christ. You are free. So ngoja, so nyinyi ambao tumeomba na nyinyi mumeokoka, sema nimeokoka kutoka leo. Mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa nataka tutakaa pale. Nyinyi hata ibada ya pili ambayo inakuja tutakuwa na nyinyi, msitoke. Umesikia? Kuna kasawadi nitawapatia. Msiende nyinyi ambao mmeokoka, msiende, niko na kasawadi kenu. Si ndio? Mtakaa pale nyuma, baadaye tukimaliza. Nendeni mkae kwenye viti zenu, lakini mtakuja pale. Nitataka kuongea na nyinyi. Alafu tukiingia ibada hiyo nyingine ya ukombozi, ya kufunguliwa, tutakuwa na nyinyi pia. Sema Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kwa wale ambao wangependa kuondoka, ibada imemalizika sasa, lakini ibada ya worship itaendelea mbele. Nitarudi hapa saa 9:30. Sema saa 9:30. Bethel Clouds TV, empowering lives.